Subiri kwanza. Mwanangu, achane mwanangu, bora mnamwacha huyu. Wewe mnataka mwanangu. Tulia. 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 Oya. Kipindi unaendelea kuitazama hii video, hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. Please naomba gusa alama ya kengele, subscribe ili tuendelee kuwa pamoja. Yes, it's me Zompa again kama kawaida. Niko na familia yangu, niko na mwanangu hapa. Bwana Crescent. Sasa jamani, tupo kikaangoni. Kama mnavyojua jamani, hii ni sehemu ambayo siri zifichuka na ukweli unawekwa wazi. Sasa tuko na changamoto. Kiukweli mimi mpaka dakika hii sielewi ni changamoto gani, kwa sababu alinipigia simu mshikaji, bwana Zompa inakuaje fresh. Upo ofisini kama bwana mimi nipo. Nakuja. Amekuja na ujio wenyewe amekuja na bibia. Kitu ambacho sikielewi mpaka dakika hii. Wamekuja hapa, ugomvi ulikuwa mkubwa sana. Bidada mpaka wanaona analia hapa. Kuna mistake tayari imeshamtokea. Umeona? Kwa mimi mwenyewe sikujua sababu ya yeye kuburuto mpaka kuletwa hapa ni nini. So ndo amefika hapa muda huu, tupo hapa tunawasikiliza na tujue jambo linakaa vipi. Oe nakuaje mwanangu? Mwanangu bwana, mimi simu yako imenistua sana. Mimi sijaelewa kwamba situation ambayo mmetoka nayo huko ni nini mpaka mmekuja hapa mnapigana. Yaani jambo zima limekaaje mwanangu? Kaka, ni changamoto sana. Unajua kwenye haya maisha unaweza ukajitoa 100% kwa mwanamke, lakini unaweza kukuta yani hakuna unachokifanya, kwa sababu mimi napambana kwa ajili ya mtu. Ndio. Bro, mimi na riski maisha yangu vibaya mno. Mimi nafanya kila kitu ili mwanamke apate. Lakini kesho na kesho kutwa mwanamke anakuja anafanya vitu ambavyo unajua yeye anachati na wanaume, alafu acha mjikaze mwanangu, tudadavulie vizuri kabisa, tuelezee kwamba haswa sababu ile umetoa huko winja mpaka wanamleta hapa ni nini na nimekuaje? Maana umekuja naye analia. Unaona sasa? Imekuaje yani, kuna jambo gani ambalo limefichikana hapa? Sasa tulielewe. Bro, mimi nisizunguke. Kwa sababu hata nikisema nizunguke sana, tarudi kwenye point pale pale. Issue ni nini? Huyu mwanamke ni mwanamke wangu ambaye tumefungishwa ndoa kabisa na wazazi, kwa mimi natambulika kwao na anatambulika kwetu. Lakini uwezi amini, nina miezi 2 toka nimesafiri. Yaani pale ninapoishi naye mimi nimeondoka nina miezi 2. Ndio. Na kuja kurudi hii wiki, kwa sababu nimerudi wiki iliyoisha hapa. Na kuja kurudi nakuta ana ujauzito, nikasema sawa, kitanda kizai alamu ni wa kwangu, huenda kipindi naondoka kuna chochote kitu labda kilikuwepo. Lakini uwezi amini, naenda tunasema yani bro, yani kuna muda mpaka yani nakosa niongeni, ni kwa sababu nina hasira. Yani mimi naenda naye hospitali, tunaenda kupima, naambiwa mimba ina mwezi mmoja. Ina maana kwenye miezi 2 ambayo sikuwepo, mimba ina mwezi mmoja upi? Natokea mara ya mwisho mimi naondoka pale mpaka inatimia miezi 2. Mimi sijakutana na mwanamke. Hayo mwezi mmoja umetoka wapi hapa katikati? Na uelewa sana. Yaani bro, unajua kuna muda unaweza kaamua tu ukafanya kitu, yani mimi hapa nina hasira. Usimpige no. Ushampiga sana, inatosha. Kao. Pita huko. Usimpige mwanangu. Usimpige. Unajua hii situation ni ngumu sana. Pole sana mwanangu. Mimi najua kwa unaishi nayo kabisa yani. Kwa ulivyojaribu kumhoja anasemaje? Yaani mimi nimefanya uchunguzi. Na uchunguzi nilofanya nimekuja kukuta message kwenye simu yake. Na kwa hiyo mwanzo ulivyogundua mimi na mwezi mmoja uliipokea, lakini au kumzingua, ila uliipokea. Yaani sikuweza kuchukulia haraka kiasi hicho, kwa sababu mimi ni si wa kwangu, naishi naye. Kwa hiyo nikashindwa niseme kabisa kwamba nafanyaje, mimi ndio mhusika wa kila kitu. Lakini kinachoniuma zaidi, nimesema
mimba ni ya kwangu. Sawa, nikaenda kupima, nikakuta mwezi mmoja. Bado sikupanic bro. Nikakaa na akili zangu mimi mwenyewe, nikakaa nikafikiria, lakini nimefanya uchunguzi wangu na kuja kukuta ana meseji zaidi ya moja, ana chati na mwanaume mwingine, ambapo huyo mwanaume wanaongelea kuhusu hiyo mimba. Hivi ni dharau gani bro? Kwa maana yake kuna mchizi anaulizia habari za hii mimba tena. Bro, mimi nisiongee sana. Hebu shika. Jamani, mbona makubwa tena? Hii inaonekana jamani, na mimi ngoja nisome hapa. Hii inaonekana ni kwamba ni dada hapa ameanza. Wewe, ina maana SMS zangu hauzioni ama dharau? Alafu kuna hii hapa anasema si nilikwambia nitakupigia. Subiri niko nilikuwa kazini sijui. Ngoja. Hii hapa anasema kama unashindwa kuhudumia mimba iache, nitailea mwenyewe. Sasa hii tatizo ile mwanangu. Bro, hebu fikiria kiume tu. Kiume, wewe unaweza kustahimili jambo kama hili? Yaani hapa inaonekana kuna mchizi hapa anatakiwa. Hebu naomba dakika moja tu usimpige. No, usimpige. Kwa sababu mmeshafika hapa mpaka mmeamua kufika hapa, basi hebu acha tuzungumze tujue tunafanyaje. Bro, mimi nitakuja kuua afu mwisho wa siku nije. Maamuzi unafanya ndio sahihi sasa hivi kwa sababu maongezi waga hamna kitu kinaharibika. Sasa huyu alikuwa na dada mtu ambie. Huyu alikuwa anatumiwa hii message kwamba kama umeshindwa kuhudumia mimba, iache nitegelea mwenyewe. Huyu ni nani? Mtu ambie. Funguka tu ukweli kwa sababu mshikaji chali ameshajua maana yake kuna mchizi mwingine hapa na mpaka mtu anaulizia mimba. Maana yake tayari na maana yake sio mmoja kwa sababu hizo message hizo zinaenda tofauti. Yaani ingekuwa ni mtu mmoja. Kuna mwingine? Bro, umesoma message mbili tofauti, si ndio? Kuna huyu hapa anasema kama umeshindwa kuhudumia mimba, nitaelewa mwenyewe. Mwisho 44 mgo. Kama changamoto sana hii mwanangu. Ndani kabisa na kinachoongeleka. Dadangu ana kiswa cha upole. Sasa mbona kama hivi tuna mtihani? Unajua nini? Yaani unajua mimi bro nakuelewa kwa sababu amenionyesha hiyo nyingine shida sana. Yaani hela ni ngumu tena nani. Dada mtu inakuaje tena dada yetu? Mbona mtihani? Namba hiyo ya 55. Unaendeleaje kipenzi? Tangu upate mimba yangu umekuwa na kisiani, unanijibu tu vyovyote unavyonisikia. Toba. Sasa dada mtu, huyu ni mtu mmoja ama ni watu wawili tofauti? Maana hii ni namba nyingine na hii namba nyingine. Tuambie ukweli, jambo limekaeje? Funguka ukweli tujue namna gani ya kusaidia. Uje mpaka ameshikaje mama kukutoa huko amekuleta hapa. Maana yake anakupenda. Ushansoma. Tuambie, funguka basi. Imekuaje? Maana yake hii sio kawaida hii ese. Mtu kukuta message kama hizi, huu ni ushahidi, maana yake tayari yani dada mshukuru sana mshikaji kwa sababu kukuleta hapa bado uko salama ni kitu kizuri. Kwa ongea tu kitu ambacho kipo. Bro, mimi nadhani huko kwenye kusema kawaida hatoweza. Hebu ngoja mimi nifanye ninachokifanya sasa. Usimpige. Sister. Atakusamea ndio lazungumza sasa. Tuambie kwamba kuhusiana na washikaji. Kwanza ni mtu mmoja ama wawili tofauti? Tupaeke tueleze hapo kwanza tupaelewe. Huyu ni mtu mmoja ama ni wawili tofauti? Wawili tofauti. Kuna mmeo watatu. Mpaka ifike miaka 40 unajaza fuso. Kwa hiyo hao wote wanahudumia hii mimba. Ndio. Wanahudumia mimba. Afu ndivyo usimpige mwanetu. Yaani una ujasiri kabisa unaongelea. Usimpige. Sasa uje mpaka mtu anakubali kuhudumia mimba Zeroki. Kama mwanamke hujatembea naye, uwezo ukatoa au kuhudumia. Hamna. Wazi tu ni kwamba yaani uwezo. Mpaka mtu anakwambia na mimba yako na unahudumia. Maana yake kuna vitu utalivishafanyika. Sasa yani sababu mshikaji ndo alikuwa amesafiri, yani sababu ni nini mpaka umeamua kufanya hivi dadangu? Mshikaji alikuwa anakuacha sana mwenyewe? Ndio. Hiyo ndo sababu.
Kwa sasa hawa washikaji wanahudumia mimba. Sasa mimba ina maana ni ya nani sasa? Maana sina shida kuelewa sasa. Miezi miwili mtu amerudi nini, huu ni uhuni tu. Watu wanavumilia hadi miaka 3 4 huko. Miezi miwili mtoto wa kike anaweza. Yaani hiyo kibiolojia, kimila, kinini mtoto wa kike anaweza. Tunatoa sababu. Sasa tuambie. Unataka kae ndani mtakula nini sasa? Tuambie sasa mimba ndo nani, mshikaji alikuwa hayupo. Mimba ya nani sasa? Kati yao wanaohudumia hiyo mimba. Mwenye mimba ni nani sasa maana yake? Tuambie, kuna mume wako. Kuna hao wawili ambao umesema wako tofauti. Mwenye ujauzito ni nani sasa? Hii mimba ni ya nani? Sema kweli mimba ni ya mume wangu. Wewe, mume wako. Oya kaa kimya. Umesikia ameenda kuja kukuharibu sasa hivi. Unasema mimba ni ya mume wako? Sasa mshikaji miezi miwili alikuwa hayupo. Inakuwaje mimba ya mume wako? Na hao wanahudumia nini sasa? Kwa nini unawaambia wahudumie? Unataka kuwapiga tu hela ama? Au imekaeje? Bro. Maana watu wanahudumia mimba. Sasa anawapiga hela na wao wameshapiga. Sikiliza bro. Mimi hapa nadhani tutazunguka sana. Mimi pointi ninayoitaka ni hii moja. Wapigiwe simu kwa namna yoyote ile. Wafike alafu tujue mbivu na mbichi, kwa sababu nikisema nitumie maamuzi yangu bro, mimi nina roho ngumu, hakuna mfano. Huyo mwenyewe ananijua mimi. Yaani nashukuru Mungu sana nimemstai na nimestai kwa sababu ya wazazi wake. Yaani isingekuwa hivyo mimi ningefanya lolote. Hapa nimemstai kwa sababu ya hicho kiumbe tu ambacho sio cha kwangu. Sasa akianza kuongea hapa mimba ni ya nani, mimba ni ya nani? Wewe, mimi sio mimba yangu hiyo. Hebu wapigie wapuuzi wenzio afu niambie kwamba mimba ni ya nani wakishakuja hapa. Msikie dada yangu, tusaidie. Hao washikaji wako wapi? Hapo. Huko mjini. Unaweza ukatusaidia kwa kuwapigia simu, yani mpigie wakafika hapa. Tusaidie, usiogope, sawa? Usilie sasa. Usilie dadangu, sababu tayari imeshakuwa tatizo. Ushasoma? Kama unampenda kweli mume wako, nataka tu uendelee naye, lazima hakikisha watu wamekuja hapa na tupatikane mwafaka hapa tunafanyeje. Lazima tujue la kuamua hapa, ndio tujue namna ya kukusaidia. Kwa hiyo wewe tusaidie sisi kuwavuta au washikaji wafike hapa. Alafu ndo tujue sasa imekaeje. Kwa sababu huko kuna mtu anajua wewe una mimba yake. Huko kuna mwingine anajua una mimba yake. Wanajua kama una mume? Hawajui. Dada zetu, kwa nini huko mkitongozwa huko mnasema hamjaolewa? Huko single mume mke wa mtu, tabia mwacheni jamani. Mwisho wa siku ndo anatokea sasa. Hawajui kama mtu ana sasa mtu anajiachia. Mzee alikuwa anasafiri sana mwaneto. Bro. Mimi kazi yangu bwana ni designer, sawa? Kwa hiyo huwa natoka tu, sometimes natoka na wasanii, tunaenda mikoani, tunafanya shows kwa ajili ya kuwavalisha. Huwa sometimes tunaondoka hadi miezi miwili, mwezi, tunakata wiki 3 4, yani ni jambo la kawaida. Sasa kumbe wapo, yani muda ninaotoka nyuma mtu naye anafanya mambo yake. Ni nini anachokikosa? Sikutumiagi hela. Nitumia mao. Mimi naye tuongee kwenye simu kila siku. Okay. Kuna kitu gani sasa unachokosa kwangu? Au unataka mimi nipate kesi labda? Hapana. Dadangu. Msikie tusaidie basi hicho kitu. Wapigie washikaji basi. Wewe usiogope. Relax, usiogope. Wapigie wafike hapa ndio tujue tunakusaidiaje. Na mshikaji akishajua ana mimba ukimpigia simu lazima aje. Kama wote wanajua eti wewe wanahudumia mimba hapo. Wanaambia tu kuna lazima aje kwa sababu anajua kuna mtoto wake. Sasa usilie basi, tusaidie kuwapigia simu. Wewe mwambie bwana na kutumia location, niko sehemu fulani, nina matatizo, naomba uje. Usiseme una shida gani, jikaze. Sawa? Mwambie niko sehemu fulani na matatizo, naomba uje. Simu yako iko wapi? Haya. Hebu mpigie simu, jikaze, piga simu. Na matatizo njoo. Wapigie wote wawili. Anza na mmoja. Mwanangu pole sana. Mimi nakuelewa situation unayopitia mwanangu. Dau mtihani sana. Halo. Sisi masela kuna muda tunazingua, lakini dada zetu na hao kuna muda tuangusha sana. Mweke Raudi msikie. Ni changamoto. Halo. Mambo. Zamani. Na matatizo. Una matatizo?
Ndio, naomba unisaidie. Una shida gani? Naomba unisaidie na kutumia location nilipo uje. Haya, sawa. Wewe kaka, si dharau hizi. Yaani unaweza kumwita mtu hivi unamwitaje? Simpige. Sasa ibidi ili aje. Siri amvute aje. Muelewe. Ili amvute, amemwita hivyo ili amvute. Hizi dharau, unamwitaje mtu mpenzi mbele yangu? Kwa mimi ni nani sasa? Ili mradi amvute mwanangu. Mimi ni nani? Simu yako si ndio hii unatuma location? Mtumie kabisa location. Mshikaji anakupenda, unatumia simu 2 dada yangu, shida nini? Zikaga. Leo ngusaidie kumtumia live kwenye location ya hapa. Dada yangu. Majuto wa mjukuu. Majuto ni mjukuu kwa kweli yani. Mshikaji anakupambania yani. Alafu ana tabia wakishaenda wameshapigwa 1 bila 2 bila ndo wanarudi nisamee. Inauma. Hebu mpigie huyo mshikaji mwingine. Sasa usimuite tena kipenzi, maana mwanaume wako na mind. Pigie huyo mwingine tumsikie. Usimuite tena kipenzi, sasa ukaita kizaazaa. Halo. Vipi? Safi, mambo? Poa sana. So mzima? Haimisi. Mimi so mzima, nimepata matatizo. Matatizo gani tena? Nilikuwa naomba unisaidie. Poa sana. Na kutumia location sehemu nilipo, naomba uje. Kuna matatizo gani kwani my baby? Naomba tu uje unisaidie.